Kumbe siku hiyo Mungu alipomaliza kuumba kila kitu akaweka siku hiyo kama sherehe ya uumbaji. Hamjanielewa? Kumbe siku hiyo ni holiday ya uumbaji. Sasa Mungu akaweka sign kwa uumbaji wake, ikawa sign ya kuonyesha mimi ndio muumbaji. Sawa mwalimu? Kwa hivyo hawa ndio watuambie kwa nini waliharibu sabato, kisha Mungu akaivunja, akaikataa hii sabato kwa sababu mmeharibu, mmevunja. Ndio maana Mwenyezi Mungu akabadilisha wengine kuwa manyani na nguruwe. Na mwalimu alikuja akatoa hizo aya ya kwamba kuna siku maalum ya kufanya ibada. Hakuna, ni ufanye ibada kila siku hadi siku ya kuondoka katika ulimwengu huu. Imewapasa nyinyi kumwomba Mungu. Kufanya nini? Kumwomba Mungu. Kufanya nini? Kumwomba Mungu siku zote. Katika siku ya sabato hakika yake atauawa. Hakika yake atauawa. Mnasemaje? Kama si sheria nchi mimi ningewapiga mawe, maana kitabu kinaniruhusu. Mnasemaje? Mmebeba spika, viti, mmelipa nauri, maji mmechemsha ya kunywa taratibu, na kazi zingine huko nyumbani ndani mmefanya. Ndogo ndogo. Si mmefanya kazi. Nataka kuniambia leo mjaosha vyombo, wamama mjatandika vitanda, ni kazi. Wacheni ujanja. Mnafaa tuwapige mawe. Sasa mwalimu wangu, ndio kumbe Bwana wa Ijumaa ndio hatujui. Waislamu wakuja tuambie Bwana wa Ijumaa ni nani? Kwa sababu tumesema Bwana wa Sabato ni Yesu. Bwana wa Jumapili ni Konstantino. Sawa? Kweli. Ukurasa wa 345 nasemaje? Siku zinakuja. Siku zinakuja, zilikuja au bado? Asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Ndio. Na nyumba ya Yuda. Safi. Si kwa mfano agano lile nilofanya na baba zao. Ndio. Katika siku ile niliposhika mkono. Safi. Ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Ndio. Ambalo agano langu hilo walilivunja. Mungu anasema agano lake lilivunjwa. Itakuwa sabato, hata sabato wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu. Asema Bwana. Kwa hivyo wanadamu wote wataabudu nini? Siku ya sabato. Sasa mwalimu, huko mbinguni. Get the point. Take a step forward.